Lakini kabla hatujakwenda kusikiliza maneno ya Mungu, nitakwenda kuomba kwa kifupi. Wakati huu tunakwenda kuangalia kitabu cha Ufunuo. Naomba funua Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Ufunuo. Fungua kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 11. Tukasome hapo. Sura ya 3 mstari wa 11. Upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho, naja upesi, asije mtu akaitwaa taji yako. Kuna kitu ambacho unacho, lakini Mungu anasema ya kwamba hicho kitu ulicho nacho, hebu kishike sana, kwa sababu anakuja upesi, na asije mtu mwingine akakitwaa hicho kitu ulicho nacho. Nasema kuna mtu hanielewi. Nasema hivi, kuna kitu unacho, lakini Mungu anakukumbusha kwamba hebu shika hicho ulicho nacho, kwa sababu kuna mtu anaweza akaja akakitwaa hicho kitu ulicho nacho. Sijajua mimi kitu gani unacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anajua kuna kitu unacho. Sijaelewa mimi ndani ya moyo wako kuna kitu gani unakifikiria, lakini Mungu anajua kile kitu ulicho nacho. Sijajua una huduma gani katika utukufu au wa Mungu, au katika wokovu wako una huduma gani ambayo Mungu anakutumia kupitia hiyo, lakini Biblia inasema kwamba Mungu anaagiza kwamba hicho ulicho nacho hebu kishike sasa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Kuna mwingine anasema mbona mimi sina kitu chochote, wala sina fedha, wala sina kitu, wala sina gari, wala sina nyumba, na wala sina mume, na wala sina mtoto, mtashika kitu gani? Lakini Mungu anaelewa kitu kilichoko ndani yako. Wewe yawezekana na wewe haukijui kwamba una kitu gani, lakini Biblia inakukumbusha kuna kitu kipo ndani. Mungu alipokuokoa kuna kitu alikiweka ambacho Mungu anatamani ajivunie hicho kitu. Hivyo kishike sana hicho ulicho nacho. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Ufunuo huo sura ya 2, tusome tena Ufunuo sura ya 2 mstari wa 25. Anasema haleluya watu wa Mungu. Kile mlicho nacho kishikeni sana. Anasisitiza kwa kile ulicho nacho. Ndani ya kanisa kila mmoja ana huduma ambayo amepewa na Mungu. Kila mmoja anamtumikia Mungu vile anavyoweza kujua. Kuna mtu ukimwangalia yuko ndani ya kanisa, huduma yake yawezekana usione kwa haraka, lakini kipo kitu Mungu amempa ndani ya kanisa. Haleluya. Amen. Ukiangalia wakati mwingine nikimsoma mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye Mungu alitengeneza kitu ndani yake, lakini yeye hakujua, na wakati hakujua kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani, baadaye sana alipokuja kutambua, ni baadaye tayari ndugu zake wamechukia kutokana na kile kitu ambacho kilikuwa kiko ndani ya Yusufu. Na ndio maana Yusufu ikafika mahala akawa tofauti na ndugu zake, ni kwa sababu alikuwa hajajua. Anaambiwa vitu na Mungu, kile kitu ambacho Mungu anakiweka kwa Yusufu anakwenda kuwahadisia ndugu zake, asijue ya kwamba ndugu zake watakuwa kinyume naye. Lakini nataka nikwambia kwamba kuna kitu Mungu anatamani akiweke kwako. Hivyo Biblia inasema kwamba hicho kitu anachotaka ukiweka kwako, hebu kishike sana. Kama ni huduma ya uimbaji, kama ni huduma ya uombaji, kama ni huduma nyingine ambayo Mungu anatamani aiweke kwako, ishike sana. Amen. Maana anasema aja upesi. Amen. Haleluya. Mungu anasema anakuja upesi. Hivyo hiyo ulionayo kalama yako ishike sana. Yale maombi unayoyaomba yashike sana. Ile huduma ya uinjilisti ulionayo ishike sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Biblia inasema kwamba Yusufu alipokuwa anaendelea kuambia ndugu zake kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, ndugu zake wakaanza kutaharuki, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu aliweka, lakini Yusufu hakutambua kwa haraka, hiki nikiwahadisia ndugu zangu itakuwaje.
Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini bado Mungu kila alichokuwa ameweka ndani ya Yusufu sio uzuri tu, sio huduma ya kuonekana tu kwa kawaida. Kuna kitu aliweka ndani ya Yusufu ambacho kilikuwa ni agano kati ya yeye na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Biblia inasema kwamba Yusufu alipokuwa anaenda kuuzwa kwenye nchi ya utumwa, baadaye Yusufu alipokuwa amekaa kwa yule bwana ambaye ni bosi wake, baadaye Biblia inatuambia kwamba mwanamke wa bosi wake na Yusufu akaanza kumtafuta Yusufu ili bwana afanyeje, aonekane hajakaa sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akawa ananyemelea, amemuingia mke wa bosi, amemuingia mke wa bosi, amemuingia mke wa Potifa, anataka aanze kumtafuta Yusufu. Atafuti Yusufu, lakini anatafuta kitu kilichokaa ndani ya Yusufu. Haleluya. Ukianza kuisoma vizuri Biblia, ni kweli Yusufu, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mzuri, lakini mke wa Potifa hakutaka uzuri wa Yusufu. Mke wa Potifa hakutaka namna jinsi Yusufu alivyokuwa anafanya kazi kwa yule mzee, hakutaka hicho. Mke wa Potifa alitaka kitu kilicho ndani ya Yusufu akiharibu, kwa sababu alijua kuna maagano na Mungu ndani ya Yusufu. Hivyo alikuwa anatamani kile kitu kilichoko ndani ya Yusufu akiondoe. Haleluya. Na ndio maana unasikia nakwambia hivi, shika kile ulicho nacho. Lakini Yusufu kwa sababu alijua kile kilicho ndani yake, alijua historia yake alikotoka kwa ndugu zake, akasema sitaweza kufanya upuuzi, sitaweza kufanya ujinga, kwa sababu najua nilikotoka, najua Mungu alikonitoa. Akasema sitaweza kufanya chochote. Hata wewe mwanamke ungeniambia ya kwamba nilale na wewe leo, sitaweza kukubaliana na wewe. Niko tayari nife, lakini siko tayari kumdhalilisha Mungu ninayemjua tangu mwanzo. Na ndio maana Yusufu, Biblia inasema kwamba akavua hata nguo akamwachia yule mwanamke, kwa sababu alikuwa anaokoa kile alicho nacho. Haleluya. Aliokoa kile alicho nacho. Kalama ulio nayo asikudanganye shetani akakuingia ili uiharibu. Kuna mwingine anakuja kwako anasema kwamba wewe binti, nimekupenda. Hajakupenda vile ulivyo. Kuna kitu amekiona kiko kwako, kuna nyota yako ameiona inang'aa, kuna kitu amekiona ndani yako anataka akiharibu. Ili usikubali akiharibu, hebu nakuomba mshike sana Yesu Kristo. Ushike kile ulicho nacho, usikiache, kwa sababu Biblia inasema kwamba aja upesi. Biblia inasema kwamba anakuja upesi. Usikiachilie kile ulicho nacho, shikilia kile ulicho nacho, usikiache kile ulicho nacho. Yusufu, yule mwanamke wa Potifa, aliona kitu kilicho ndani ya Yusufu ni kikubwa. Akasema hiki kitu kilichoko ndani ya Yusufu natamani nikichukue na mimi. Sikujua aliwaza nini. Yawezekana alifikiria kwamba nikitembea na Yusufu atanizalia katoto ambako katakuwa na moyo kama wa Yusufu. Haleluya. Yawezekana alifikiria hivyo, lakini yawezekana alienda mbali zaidi. Aliona nyota ya Yusufu ni nyota ya ajabu. Akang'ang'ana alale na mtoto Yusufu ambaye ni mfanya kazi, amenunuliwa, ameletwa kwa ajili ya kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Shika sana ulicho nacho. Yusufu akashika kile alichokuwa nacho, hakutaka kukiachia. Angekiachia manake angekubali kuzidi na yule mwanamke ambaye alikuwa amemlazimisha kwamba nataka nilale na wewe. Lakini Yusufu akagundua kile kilicho ndani yake. Biblia inasema kwamba Yusufu akakataa, akasema nitamtendeje Bwana ubaya huu? Haleluya. Kile kilicho ndani ya Yusufu kimetunzwa. Yusufu amekitunza. Yusufu ameona ni cha thamani, ameona hawezi kukiaibisha, ameona hawezi kufanya chochote Yusufu, kwa sababu anajua kile anachokifanya ni kitu gani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba tusome kitabu cha Mathayo tena. Fungua kitabu cha Mathayo. Kwa kutulia hivyo hivyo na kwenda kumaliza, sina muda mrefu sana. Soma kitabu cha Mathayo. Mathayo anasema nini? Mathayo 25 mstari wa 29 anasema nini? Ongezewa. Ninajiuliza, asiye na kitu je, ni wewe? Asiye na kitu ni nani? Ni wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana aliye na kitu ataongezewa, asiye nacho na kile alicho nacho atanyang'anywa. Kwa hiyo kumbe wewe, ninajiuliza, je, una kitu? Au wewe ndio yule ambaye hana kitu? Na kama wewe ndio yule ambaye hana kitu,
kanisani kufanya nini? Kama wewe ni yule ambaye hana kitu, uko kanisani kufanya nini? Haleluya. Amina. Ulipokubali na kumpokea Yesu Kristo, tayari kuna kitu kilikaa kwako. Haleluya. Uliposema nimekubali kuokoka, nimekubali kumpokea Yesu Kristo, kuna kitu kilikuja kikakaa kwako. Kilipokaa kitu kile kwako, hicho ndio Biblia inasema kishike sana. Usikiache kikakupokonyoka. Usikiache mwingine akakichukua. Haleluya. Ulichokipokea baada ya kuokoka, kile kitu kinatakiwa kikae kwako. Ukipambanie, uking'ang'anie. Haleluya. Biblia inasema kwamba asiye nacho atanyang'anywa hata kile kichache alicho nacho. Kwa hiyo kumbe asiye nacho, kumbe na yeye bado anacho kitu. Amen. Haleluya. Hivi unaelewa vizuri? Anasema hivi, aliye nacho ataongezewa, na yule asiye nacho hata kile kichache. Maana asiye nacho kabisa, kumbe kuna kitu na yeye anacho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sasa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna kitu unacho ambacho ni cha thamani. Biblia inasema kwamba shika sana hicho ulicho nacho. Huduma ulio nayo, kazi ulio nayo ndani ya kanisa, ishike sana. Moyo unakuambia fanya hivi ndani kwa ajili ya kazi ya huduma ya Mungu. Hebu ifanya kwa moyo, kwa sababu hicho ndicho ambacho Mungu amekupa. Haleluya. Amen. Mwingine anasema hivi, mimi kuna mhubiri mmoja akasema hivi, kuna mmoja anasema kwamba mbona mimi sina kitu chochote, lakini ni shetani linataka likunyofoe hata moyo wako. Anasema kuna vitu ambavyo unavyo, shetani anatamani akuchomoe hata roho yako. Kwa hiyo kuna vitu unavyo, ukiachana kuangalia vitu vya damu ya nyama hivi, vya macho haya ya damu na nyama. Haleluya. Kuna vitu unavyo, kuna karama unayo, kuna kitu unacho. Hicho ulicho nacho kishikilie. Umeokoka huko ndani ya kanisa, na kuna mtu mwingine anasema huyu jamaa atangia ameokoka, yupo tu kanisani, hatumuelewi. Ni mtu ambaye anawahi kila siku asubuhi, anafagia, anaondoka ibadani, anakuja amechelewa. Okay, na yeye Mungu ameona ile kazi alionayo ya kufagia kiwaya, kifagia uwanja, ndio kazi, ndicho kitu alichonacho. Hicho lazima ukishikilie, usikiachie, usikate tamaa kwamba kwa sababu kazi yangu mimi ni ya kufagia sifai. Kubali kwamba unacho kitu. Usijishushe kwamba sina chochote. Sema ninacho kitu Bwana, kupitia hiki kitu ndicho nacho. Bwana fanya jambo kupitia hiki kitu ili Bwana unipandishe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Kuna kitu kipo kwako. Kuna kitu Mungu anakiona kwako. Wewe haujaona kitu, lakini Mungu amekiona kitu. Haujaona kitu, lakini Yesu Kristo anatambua kitu kilichoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika sana kile ulicho nacho. Usikiache mtu mwingine akakichukua. Unajiona ni kama ni mnyonge. Unajiona ni kama hata wokovu ulionao haujasimama sawa sawa. Unajiona kama katika watu wakisema wapite mbele, wewe hautaweza kupita mbele. Lakini nataka nikwambie, hivyo hivyo ulivyo, Mungu ametambua kitu kilichokaa ndani ya moyo wako. Anakijua na anakufahamu vizuri. Usijizalau, usijichukulie poa. Hebu sema kwamba kuna kitu ninacho ndani yangu, nami Mungu nipe neema ili kitu kilichopo nikitumie Bwana. Hata kama unataka nikutumikie kupitia hii kalama ulionipa Bwana, hii itakuwa viwango hadi viwango. Unayo kalama ndogo, lakini Mungu anaweza kuipandisha ikaanza kupanda viwango mpaka viwango. Lakini itambue kalama ulionayo, tambua kazi ulionayo, tambua kitu ulichokibeba. Umebeba nini? Moyo wako unakuambia nini kuhusu Yesu Kristo? Haleluya. Amen. Moyo wako unakushuhudia nini kuhusu Mungu? Moyo wako unakuambia nini kuhusu Yesu Kristo? Moyo wako unakuambia nini kuhusu kanisa? Moyo wako unakuambia nini kuhusu huduma ya Mungu? Kile kitu ndio kitu ambacho Mungu amekupa. Haleluya. Hicho kitu Mungu amekupa. Kishikilie, kikumbatie. Yusufu akasema haitawezekana, nimetoka kwenye nchi ile ya kule utumwani, lakini kule wale jamaa ambao walikuwa ni ndugu zangu wamenichukia mpaka wameamua kunipiga bei, wakataka wanirushia hata kwenye mapipa niungulie. Mimi leo nikapona nije huku, alafu
alafu mke wa bosi aje nidanganye na vitu vya kijinga kama vya mapenzi, vya kulala naye siwezi, siko tayari kumwacha Mungu wangu. Yusufu akakataa. Alikiona kitu, alipambania kitu, alikiona kitu kilichokuwa ndani yake, akasema hiki sitaweza kukiacha. Haleluya. Akasema sitaweza kukiacha. Akang'ang'ana na kile alichokuwa nacho. Yusufu nina uhakika alikuwa na kitu cha ziada, na ndio maana Mungu alikuwa anamwambia vitu, anasema naye kwa tofauti. Na Biblia inasema kwamba Yusufu Mungu alikuwa anawasiliana naye na alikuwa amependwa sana. Yusufu ndugu zake wanatengeneza mazingira ya kumuuza, lakini kumbe ni mpango kamili wa Mungu, ili Mungu aliyoko ndani ya Yusufu azirike, aonekane. Na ndio maana Yusufu anaondoka, anaenda kuuzwa utumwani. Baada ya kuuzwa kule, bado anaonekana sio mtu wa kawaida. Anaonekana bado kitu kilicho ndani ya Yusufu sio kitu cha kawaida. Naye baadaye akatambua kwamba mimi kitu kilichoko ndani yangu nitang'ang'ana nacho, sitakubali mtu mwingine akitoa. Haleluya. Angekubali Yusufu kwamba yule mwanamke aenda kazini naye, Yusufu kile kitu kilichokuwa ndani yake kilikuwa kimechukuliwa. Nimekwambia yule mwanamke hakuwa na lengo la uzuri wa Yusufu, alikuwa hana lengo la mali za Yusufu, au alikuwa hana lengo na hela za Yusufu, kwa sababu yule mwanamke alikuwa ndio ameolewa na bosi ambaye alikuwa anamlea Yusufu. Haleluya. Sasa sana leo hii mimi nakuwa na mfanyakazi. Mfanyakazi hawezi kawa na hela eti kwamba mimi amenizidi hela. Mama mpaka nimemwajiri, manake mimi ndio naye mlipa mshahara. Haleluya. Sasa mke wa Yusufu manake alikuwa ni bosi wa Yusufu. Nani mfanyakazi wa nani wa Yusufu ambako alikuwa anafanya kazi kwa yule mama. Manake alikuwa ni bosi wa Yusufu. Sasa kama alikuwa ni bosi wa Yusufu, maana yake ni kwamba inatuonyesha kwamba yule mwanamke hakumtaka Yusufu kwa sababu ya fedha. Hakumtaka kwa sababu tu ni mrembo. Hakutaka. Unataka kuniambia kwenye nchi hiyo wote walikuwa sio warembo, walikuwa Yusufu peke yake? Hakuna. Walikuwepo mahandsome, walikuwepo wazuri wa sura, lakini yule mwanamke kitu alichokuwa ameng'ang'ana nacho ni kuharibu kitu kilicho ndani ya Yusufu, ambacho Biblia inasema shika sana hicho kitu ulicho nacho. Haleluya. Na Yusufu akagoma, akasema hiki kitu nilicho nacho sitaweza kukiachia kiurahisi mtu mwingine akichukue, siko tayari. Akagoma. Shika sana ulicho nacho, shikilia sana ulicho nacho, asije mtu mwingine akakitoa hicho kitu ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Amen. Mungu akubariki sana kwa sababu ya neno hilo. Kwa ufupi nimesema sitakuchelewesha.